o muthenya kana ciringi 300 o wiki, na nyingi no wihotanire bonathi ya ciringi 10,000 iria iraheanwo hari ahotani 5. Ririkana mweri ugithiririkira wina kiheo kia motorbike niyo bodaboda njeru hari Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Ni hwaini mwega wa tariki 12 mweri wa gatandatu mwaka wa 2022 uranyitanira nani igoro gikumenyithia uria bururi watinda ukigariura atondu njira ya mundu mwe ithiagirwo gutuka kinyitanira nani nginya riria ndiria mbura hema ya mohoro maya. Etwa riakwa ni wa Shera wa Ndongo nake mutauri witu na njira ciiko agetwo Nderitu wa Mathenge. Niturike mohoro-ini ni ati uteti wa kiama kia Azimio no urathie na mbere na muthenya wa umuthi mutongoria wa kiama giki Raila Odinga ni atwarire kambeni ciake mwena wa Masinga kaunti-ini ya Machakos na kuria oririe aikari mwena ucio makamuthura ta mutongoria wa bururi wa gatano. Oho ni amereire maundu maria atanyite gugekira a Kenya mamwe ari kunina thina wagi wa githomo na mirimu. Raila augire ni agakorwo akirehe mathomo matari marihi kuhe mbeũ njithi mawira na oho ni erire a Kenya gukaheanaga ngombo cia kwambiriria biashara iria irerehagwo thutha wa miaka 7. Nitwamukire imwe ya miario ya Raila Odinga. Imeweka wazi yale mambo yetu yote ndani yake. Inaitwa agano na wananchi wa Kenya, the contract with the people of Kenya. Tumesema tutazidi kupigana na adui watatu makubwa ya Wakenya: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa kwa upande wa ujinga tumesema sasa kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Mara hii tumesema masomo ni bure kuanzia nursery mpaka chuo kikuu. Na tumesema wakimaliza masomo yao watapata ajira sawa sawa pale ambapo wanaweza kuimarisha hali yao ya kimaisha, pata mshahara mzuri, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Unataka kusukuma wheelbarrow? Umekataa wheelbarrow? Wangapi wamekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono hapa. Sisi tumesema nataka kuona kama vijana wanapata kazi mzuri, wakazi wa maana, na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7 ili biashara yao ianze kunawiri vizuri, ndio wanaanza kulipa pole. Hiyo vile vile mpango ambayo tutaanzisha mwaka ujao. Tumesema ya kwamba upande wale ambao wanafanya kazi yao kama jua kali na kadhalika, watu vile vile tutatambua kazi yao. Hata kama wewe hukusoma vizuri, wewe huna shahada, utapewa shahada ya ujuzi yako. Inaitwa RPL, Recognition of Prior Learning, yani shahada ya jitihada, ambayo ukipewa hiyo certificate unaweza kupata naye kandarasi kutoka kwa serikali. Tunainua jua kali, hata watu wa bodaboda tutawasaidia kwa kupata mkopo ya juu ambaye riba, yani interest, hapana yuko juu kama wakati huu, ili waweze vile vile kuinua hali yao ya kimaisha. Kwa upande mwingine
tumesema ati wale ambao wanafanya biashara wengine kama mama mboga vile vile tutawasaidia ili biashara yao inuke sawa sawa. Vile vile tumesema tunataka kujenga viwanda ili tusiuze tu vitu yetu kama hovyo hovyo namna hiyo. Tunataka value addition to our agricultural products. Tunasema one county one product. Kila county itakuwa na viwanda ambayo itakuwa inatengeneza bidhaa kutoka kwa yale mazao ambayo yanatoka kwa mashamba yao. Zingine upande ya madini na kadhalika. Ili tusiwe kila mara kwa mara sisi tunaleta bidhaa kutoka nje. Tunaelewana vizuri? Tumesema tunaleta hapa ile kiwanda ya kutengeneza nguo. Ili wakulima wetu wanalima pamba na pamba inatolewa pale mpeleka kwa ginnery na baadaye tunafanya spinning alafu tunatengeneza nguo hapa kwetu. Sio kila mara sisi tunaleta nguo kutoka nje. Mũtongoria wa kĩama kĩa UDA William Ruto mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atwarire kambĩini ciake mwena wa Kakamega nĩguo kũmatha kura cia mwena ũcio. Ruto ambire gũthiĩ na kanitha-inĩ mwena wa kanitha-inĩ wa ACK mwena ũyũ na thutha ũcio gũthiĩ kũgomana na arũmĩrĩri ake kĩharo-inĩ kĩa Bukungu. Akĩaria arĩ kanitha-inĩ nĩ erĩire aikari a mwena ũcio atĩ nĩ akũmateithĩrĩria gwaka makanitha. Oho nĩ eririe atongoria a makanitha na a Kenya metĩkĩre kũhoera bũrũri nĩguo bũrũri ũgĩe na thayũ. Nĩ twamũkĩre riboti ĩno na njĩra ndaya. Wengi wenu pengine hata maaskofu ndugu zangu walio hapa wanashangaa na bottom up. Bottom up ni mambo ya Biblia. Neno la Mungu, watu wa Kakamega, kwa Zaburi 113 nataka uandike mahali. Zaburi 113 mstari wa 7 na 8. Neno la Mungu linasema Mungu humtoa mnyonge mavumbini, na huyo Mungu humfanya mtu fukara na maskini mpaka waketi meza moja na wafalme. That is our God. Huyo ndio Mungu tunamwamini. Na ndio sababu tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa mambo ya maajabu. Mtashangaa yale Mungu atafanya katika taifa letu la Kenya, kwa sababu tunamwamini Mungu. Ndio tupate nafasi ya kila Mkenya yule leo hajui chakula yake ya kufuata inatoka wapi, yule ambaye hajui maisha yake ya kesho na kesho kutwa itakuwa namna gani, ama watoto wako watasoma vipi, ama biashara yake itaendelea vipi, ama yule ambaye hana kazi maisha yake itaendelea vipi. Mungu atatupatia uwezo, kwa sababu tunamwamini Mungu, ya vile ya kuinua Mkenya kutoka kiwango moja hadi kiwango kingine, na sio kwa sababu ya uwezo wetu. It's not by might, it's not by power as the Bible says, it's by God's Spirit. Mungu atatupatia hiyo nafasi. So mimi nawauliza ndugu wa Kristo, ndugu wa Kenya, hasa maaskofu walio hapa, ili tuweze kuombea taifa letu, tuweze kutembea hii safari pamoja, tuweze kufanya uchaguzi wa amani, tuweze kuweka watu wa taifa letu lote la Kenya pamoja, na Kenya iwe ni mahali ambapo tunamcha Mungu. Watu wengine wanasema eti kutakuwa na nafasi ya kupunguza makanisa, ati ile kanisa kidogo kidogo hii ya kuimba kidogo kidogo ati ndaondolewa. Lakini mnajua neno la Mungu linasema where 2 or 3 are gathered, pale kuna Mungu. Na hakuna mtu ataenda kuvunja
hata kama kanisa ni ya watu 3, kuna Mungu pale. So msikuwe na wasiwasi. These are people who are obsessed with power and grandeur. Na sio wageni, they are not new. Wamekuweko hata pale mbeleni. Tutatengeneza Kenya ambayo itafaa wa Kenya wote. So watu wa Kakamega, nataka niwashukuru sana. My good brother Bishop Kaskan, your vision to build that huge facility to the glory of God and for the use of the people of this great county of Kakamega, we are going to support you. Na usiogope, mimi ni mtu tayari, nimeshakubaliwa Kenya mzima kwamba najenga makanisa. Wale wakusema walisema wakachoka, si ndio? Walisema wakachoka. So usikuwe na wasiwasi, mimi nitakushika mkono, nitatembea na wewe na Wakristo wale wengine wote. Tutajenga hiyo facility yako, conference center, tutakamilisha. Wale tu wakiendelea kulalamika, we will finish. Na bereni ate mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ne ugete ate akunyitirira Raila Odinga nginya ndagika ya mwisho o ta uria ekire mwaka-ini wa 2013 na 2017 akiruta ndumiriri yake hindi ya kampeni cia Azimio mwena wa Masinga kaunti-ini ya Machakos. Kalonzo augete gutire mundu ungimatigithania kuona maumite kuraihu mena Raila. Oho ne ugete ati manyitanite na gavana wa Kitui niwe Charity Ngilu odo wana Professor Kifutha Kibwana gutigirira ni manyitirira Raila Odinga na gutigirira ati ni amatha kura mwena wa Ikamba-ini. Etwamukire ripoti eno makiria. Mimi nilienda kwa 1 week kufanya mazungumzo na akili yangu, kwa sababu niliona nchi inaweza kunyakuliwa na wakora. Mnajua tulikuwa na ndugu Raila 2013, mukatupigia kura kwa wingi. Alafu 2017 mukatupigia kura kwa wingi. Watu wengi walikuwa kidhani Kalonzo sasa atakwisha. Nikapiga hesabu ya Kenya hii, namba itunona balandu ikawatube baluka alama nesi Kalonzo ni wadhela ni mume wadhela alama kwa zimu mume wadhela koko yolo. Na mimi nikaja nikashikana na ndugu zangu waliokuwa kule mbele wakidhani mimi mwambilishi. Mimi na Kalonzo uwezi, Kalonzo na Raila uwezi kuwatanganisha, haiwezekani. Tumeona mengi Kenya hii. Kwa hivyo nikarudi nikasema hii kitu inaita Kenya kwisha itamaliza nchi. Nikasema lazima nimuunge ndugu Raila kwa mara ya 3 tena kwa bidii zaidi kushinda vile ilikuwa nimeunga. Hawa ndugu dada yangu Charity na my brother Professor Kibwana tunashikana tuhakikishe Raila anakuwa president wa 5 wa Kenya hii. Tumeongea na nikasema safari hii I'll negotiate for myself. Wengine walikuwa wametumwa Kalonzo aje awe speaker wa Kenya. Kalonzo mundo tuika speaker. Kalonzo mundo tuika speaker. Wasipokoma nitawataja kwa majina yao. Mimi nina furaha kwamba timu ya Wiper ni strong. Muangalie vizuri. Hao wengine ni vijana wetu. Nitaongea na wao. Kwa sasa mnaona Wavinya hako sawa sawa. Si ni kweli? Si ni kweli? Gabo cia mwanya mwiroreri wa Gikuyu TV ni guthie na mbere unyitanire nanie thiini wa mohoro ma Gikuyu thaa 1 na ndagika ino korwo ukijitikiria ngorwo tukorwo tukihuruka o hanini na tukorwo tugicokereria gwa kahinda gatari kunene na ndugetikire gukorwo ugicenjia mutambo tondu nguririkanagia ati ino ni Gikuyu TV murori wa Mugikuyu ndugathie kundu ni turacokereria.
Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for a spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the match 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Live channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Mwiroreri, hihi ni wiguite uhoro wa Smart Choice. Eni Smart Choice thikiriria nguhi uhoro wa ma na wa gucenjia muturire waku kaimana na ciringi 99 tu. Oya thimu yaku uthie kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, uthie kwa paybill, wekire paybill number ario 5151 keda inya niyo 515194. Account number wadeke Gikuyu, amount wekire shiringi 99 tu, 99 shillings only, na wihotanire shiringi 100 o muthenya kana shiringi 300 o wiki, na nyingi no wihotanire bonathi ya shiringi 10,000 iria iraheanwo hari ahotani 5. Ririkana mweri ugithiririkira kwina kiheo kia motorbike niyo bodaboda njeru hari muthaki uria uthakite maita maingi. Ungirisha niki thaka maita maingi utoria ukihota nigetha wihotanire besha farifari. Ririkana yuthi giki ni kihotokie ni BCLB na githakagwo ni mundu ukinyitie miaka 18. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Orege Mururi wa Gikuyu TV icunjĩ-inĩ gĩa kerĩ kĩa mohoro maitũ ma hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Rĩu nĩ tũthiĩ na mbere nĩ atĩ mũmbunge wa Kilome Thaddeus Nzambia nĩ acokeirie ngatho mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ gũthiĩ na mbere anyitĩrĩire kĩama kĩa Azimio la Umoja, akiuga gĩcigo gĩa Ikamba-inĩ nĩ gĩkagĩa na ũthii wa na mbere angĩkorwo Raila nĩ agathurwo ta mũtongoria wa bũrũri. Oho mũmbunge ũyũ nĩ ahũrĩire Raila Odinga ndebe na auga gĩcigo gĩkĩ gĩa Ikamba-inĩ nĩ kĩharĩrĩirie gũkamuthura na gĩcunjĩ kĩa 70% gĩthurano-inĩ tũrorete. La Kenya One Kenya Alliance. Na mimi nataka kuchukua hii nafasi nishukuru His Excellency Kalonzo Musyoka kwa sababu alikaa ngangari akakauka kabisa akitakia mema hii community yake na Wakenya kwa jumla. Na niko hapa nikiripotia wananchi wangu ya kwamba ilifikia pahali sisi tukisaidiana na His Excellency Kalonzo Musyoka na wale waheshimiwa wengine wote tumeshakuliwa na upande wa Wiper, tukasimama na yeye, na ni kwa hayo kulitokea kwamba sisi kama jamii ya Wakamba na wale wengine tutafaidika na mawaziri 5 na zaidi. PSS tutapata na sisi tutakuwa kwa serikali ndani kabisa. Kwa hivyo nachukua hii nafasi nishukuru Kalonzo Musyoka kwa niaba ya wananchi wa Kilome, kwa sababu hiyo msimamo alisimama ndio imefanya tuweze kupata chenye tumeangizwa. Nataka kusema hivi, Ukambani yote ni Wiper na iko locked 100%. Hata wananchi wenyewe wamekubalia ya kwamba Kalonzo alifanya vizuri kusimama ngangari, na ndio sababu hii tunasema ya kwamba tutashika Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua ndio tuweze kupata ushindi kwa raundi ya kwanza na over 70%. Nataka kushukuru Kalonzo Musyoka kwa sababu yeye amesimama na hii jamii kwa miaka more than 30. Na nataka kusema hivi, kuwa Nairobi na deputy governor haiko kitu iko rahisi. Kalonzo mwenyewe alipitia walikaa chini na Raila Amolo Odinga na Uhuru mwenyewe na wakakubaliana Jubilee ipeane governor na Wiper ipeane deputy governor, na ndio mnaona Kalogi mwenyewe professor alienda Nairobi akuwe deputy governor wa Nairobi, na hiyo yote ililetwa na Kalonzo Musyoka. Nataka kuchukua hii nafasi
niseme ya kwamba huu wakati ni muhimu sana kwa watu wa IEBC, na nataka wakuwe tu usawa kwa kila mtu, wakuwe wa balance, watu wote wapatie equal opportunities. Na hii nataka encourage watu wote wa Kenya nzima, hata sio Kilome constituency, ya kwamba huu wakati wa uchaguzi wanasiasa kama mimi wasitumie wanarika vibaya. Tunataka siasa ya amani, na niko na uhakika ya kwamba Azimio One Kenya Alliance yenye inasimamiwa na Laila, Martha Karua na Kalonzo na wale watu wengine wote, tutakuwa na ushindi round 1 na tutapata over 70%. Wa mitambo na ukinyaniria Joe Muchero ni athiete na mbere gukumithia muhuhu wa ati githurano gia tariki 9 mweri wa kanana ni gigakorwo gigithogwo. Akiruta ndumiriri yake augire IEBC icemba gutigirira githurano gigakorwo gikia uma na waragania, na gutire mundu ugakorwo ukiingirira maumirira, no indi maumirira magakorwo makianirirwo o uria magakorwo makiyumiria. Nitwamukire ripoti ino makiria. It has really grown, and Kenya is one of the leading countries globally, both in terms of connectivity and in terms of usage of the internet. So it makes a lot of sense to ensure we have both a policy and a strategy that continues to grow and evolve as we see more and more technologies coming up. So this is a workshop that NC4 has been having, and this is to ensure that as a country we're prepared. As you've seen, it's everybody, government, private sector have been involved, academia, many professors were here, so as to make sure that as a country we don't not only have all the right infrastructure, we have the right laws and regulations put in place to ensure that we continue to be competitive, to ensure that we can see innovation continuing to grow in our country, but that anyone that is trying to misuse either people's ignorance or the facilities that have been provided, that we have sufficient ability to respond and to mitigate any of the risks that come with cyber security. So the strategy that is now being prepared for 2022 to 2026 is an important one that will allow us to continue ensuring that the country is ahead of all these areas as we introduce 5G and many of the new products and services. Then at least we're prepared. From our end, I think we are fairly safe with what we've provided. But as you know, we are not running the elections. That is being run by the IEBC. So they're the ones who are procuring the servers. They're the ones procuring even the connectivity. So I think they would be best placed to answer that question. And I'm hoping that they've consulted NC4 to make sure that everything they have is safe. And they also say they're calling them satellite modems. They've got over 1,500 satellite modems, which means they're going to use those. So Marjan announced that as the CEO of IEBC, that they also have those devices which can work anywhere, which means they have 100% coverage of all the polling stations to be able to transmit. That's theoretically, that's what we know. They're the ones who go to the ground and test and show whether it is working or not. There are people who keep on saying that I'm planning to hack, I don't know, I have teams, but all that is politics. It's not reality. I was talking to professionals, people who know how systems are set up, people who've been looking at security, and we know as a country we've been fairly secure. So this issue of hacking is just a political gimmick, it's not reality. Even the questions that used to be asked about if miss and is that working and so on, you can see all those things have significantly reduced because government has really invested. The president has really supported us in ensuring we have the right infrastructure, fiber across the country. We've put in new data centers, and of course the training and setting up all the services so that we've got really well-skilled people. We recently hired over 100 ICT graduates into the ministry so as to come in and support a lot of the infrastructure that is required in services across government. As you know, we've digitized lands, we're digitizing health, all these different ministries. And therefore it is critical and we must ensure that we are safe and secure. So yes, people will attempt. There are many attempts. I think they're in hundreds of thousands of attempts. But I think we always focus on either the defense or if there's any that has been successful. But so far,
I think we've been well. And that's why we continue to make sure we train, we put the right strategies in place so that we protect the country. Beoje de Moro na Elbagon kauntini ya Nakuru mena gitumi gia gukenerera thutha wa mubango wa kazi mtaani kurugurio miena ino. Mubango uyu uruguririo ni DCC wa mwena uyu Josephat Mutisia na kuria augire Beoje ni kugunika na njira nene na ni magukorwo magitharwo ugwati-ini wa kuingirira uhuthiri wa dawa cia kulevya ona kana uici kuona ni magukorwo na handu marirokaga uruci-ini. Nitomukire ripoti ino makiria. Inatekeleza awamu ya 3 ya kazi mtaani program yenye His Excellency President alikuwa ameahidi itaendelea. Tulikuwa na phase 1, tukakuwa na phase 2, sasa hii ni phase 3 ambayo sasa katika Molo constituency na Molo sub county tunataka vijana 1000 na priority itapewa wale walikuwa phase 2. Alafu kuna wale ambao wali apply online, alafu sasa kuna wale new applicants wote watoshee 1000 na alafu tunawangawanya kulingana na division zetu 4 ama ward zetu 4, na hiyo ndio kazi tunafanya. Tusha launch huko Molo wanaendelea na kazi, tuna launch hapa Elbagon waendelea na kazi, alafu Mariashoni, alafu Turi. Faida kubwa sana kwa vijana ambao wengi hawana kazi, hasa wakati huu bado tuko na madhara yale ya COVID-19. So hii program ilianzishwa kama ya kukushen wananchi kutokana na athari za COVID-19 ambao vijana wengi walikosa kazi, na sasa saa hii watapata mahali ya kufanya kazi na kujipatia pato lao la kila siku. So itawasaidia kujifaidi katika hali zao za kila siku. Pia itawawezesha kuwa occupied, wawe they are actively productive. Kwa hivyo hiyo inamaanisha visa vya uhalifu ama criminal activities pia zitaenda chini, kwa sababu vijana wengi wako kazi. Maneno ya ulevi, dawa za kulevya, vijana wengi hataweza kuwa wanajiunga na hizo tabia kwa sababu watakuwa kwa kazi. Pia manufaa yale mengine, mazingira yetu ama environment itapata kuwa safi kwa sababu watafanya kazi za unblock sewages, kukilia mabarabara, hizo kazi zote, na hata compound zetu mahali nyazi ziko. Kwa hivyo pia mazingira itapata kuwa safi. Kwa awamu mbili yenye kuna cohort ya kwanza, either cohort A inafanya kwa siku fulani, alafu wanaenda wanapumzika, cohort 2 wanakuja wanaendelea hivyo hivyo. Tugacokeria ngatho thirikari ya mwena ucio wa Nakuru ni undu wa kuririkana mbeũ njĩthĩ kuririkania atĩ nĩ wega rĩrĩa mbeũ njĩthĩ maraheo kaũndũ ga gwĩka, kuona rĩrĩa maikarĩte o nyũmba ũguo, rĩrĩa mũndũ akoragwo na meciria matarĩ mega, no rĩrĩa ena handũ arĩrokaga o rũcinĩ na handũ harĩ onaga kĩng'otore gĩake nĩgetha ahote gũkorwo agĩteithia mabataro marĩa enamo, nĩ wega mũno mũno mũno. Tukoria thirikari cia mĩena ĩrĩa ĩngĩ ikorwo cikĩrora kana ikorwo igĩteithĩrĩria yuthi ya mwena wako kana mbeũ njĩthĩ ya kũrĩa marĩ. Gucokeria ngatho we mwiroreri wa Gikuyu TV nĩ kũnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa mohoro ma Gikuyu thaa 1. Nĩ ngũcoka o haha wona ciĩhanda thaa 3 nĩgetha ngũrehere maya na mangĩ maingĩ. Ũgetĩkĩre gũcenjia mũtambo thiĩ na mbere na kwĩrorera Gikuyu TV. Hau nĩho ngũkorwo ngĩkĩrĩra gaturumo safari witũ na njĩra ya ciĩko agwĩtagwo Nderitu wa Mathenge. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wacera wa Ndongo. Nĩ tũcemanie nawe wona ciĩhanda thaa 3.